Lava sekete rebosha. Niko yaba sandarabos. Niko tarabosha ya. Libarabose kete. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hata kama yuko mmoja hapo aliyekata tamaa hii, ni kwa sababu anaona hali anayopitia sio hali ya kawaida. Ni kwa sababu anaona ugonjwa ambao uko juu yake ni ugonjwa wa kuinua kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa ajili ya baba madhabahu hii ambaye Baba umempa neema kubwa. Umempa neema kubwa. Injili hii Bwana ni injili ya mataifa. Injili hii Bwana ni injili ya watu wote Tanzania, ili waweze kufunguliwa walioko hospitalini. Wengine wako kwenye majumba yao, wengine wako East Africa, wakafunguliwa kwa jina la Yesu kupitia huduma iliyoko mahali hapa na kupitia Pentecost TV. Ninatangaza kwa jina la Yesu aliye hai, watu wakafunguliwe Bwana, wakawekwe huru kabisa kwa jina la Yesu aliye hai. Yes. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Biblia inasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wake, kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu utazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Sema moyo. Unakaa wapi? Amen. Methali inasemaje? Linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwenye moyo wa mtu ndipo kunakotoka msukumo wa kutazama hasi au chanya. Amen. Ukisoma kitabu kile cha Luka 6:45, anasema katika hazina njema ya mtu mwema hutoka aliyo mambo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Samueli alipoagizwa kwa Yese kwenda kumpaka mmoja wapo awe mfalme, alipofika pale aliyakuta kaka zake na kina Daudi na Daudi yanapitishwa pale mmoja baada ya jingine. Akafika sema labda huyu. Mungu akasema huo ni mtazamo wako, hayo ni maono ya, lakini mimi siangalii kama unavyoangalia wewe, kwa sababu natazama kwa namna ya tofauti kabisa na binadamu. Ndipo sasa Samuel akamwambia Yese, mzee, watoto wako ni hawa tu. Akasema kuna kadogo kako huko kanachungaga kondoo kila wakati. Sasa kale ka jamaa kwanza kalikuwa kadogo. Amen. Kalikuwa kama sikosei wakati anaenda kumpiga Goliathi, baba alikuwa na miaka 17 Daudi, si ndio? Sasa toa mwaka wa kumpiga Goliathi, rudi nyuma, anakaa porini. Alikuwa kiasi gani? 12, si ndio? Amemuua simba, akamuua na dubu. 10 na ngapi? Inawezekana? Mama, umkute mwanao hapo kamtamba simba. Ninaishi na mtu wa aina gani huko ndani? Lazima muogope. Alikuwa na miaka 12. Tayari ana mitizamo ya kimungu Daudi. Haleluya. Haleluya. Daudi anasema aliporukiwa mbuzi mmoja wapo na simba. Daudi hakumuona simba. Amen. Alimuona kama vile katoto kambweha tu. Amen. Daudi hakuziona nguvu alizonazo simba. Daudi aliona nguvu za Mungu juu yake, kwamba kupitia nguvu hizi simba hana cha kunifanya. Hapo ndiko kako polini, na huko akajulikani kabisa kama kana mitazamo ya kimungu. Kapo kamoja huko kalete, hatutakaa mpaka atakapofika. Kalipofika hakajafika hata nyumbani, Mungu akamwambia huyo. Yaani ni huyo. Bado kakijana kanamiminiwa mafuta. Biblia inasema kwamba Roho wa Mungu
akaja juu ya Daudi maradufu. Manake roho wa Mungu alikuwa juu ya Daudi, lakini kile kitendo cha kudhibitishwa kwa sura ya nje akajaa maradufu, akawa na ujasiri. Ndio maana ukisoma wakati ameingia jeshini alisema hivi, Mfalme Sauli, unazungumzia Mfilisti. Unakumbuka mimi nilikuwa polini, nilikuwa na simba kule, nilikuwa na dubu kule, lakini huyu ni wa mkononi tu. Huyu ni nikaupepo. Ndipo akamwambia, "Aya bwana, njoo nikupe mavazi yangu." Si ndivyo wanavyotazama wanadamu? Kama yavaa kakayaangalia, kutembea hayaendeki, hayasogei. Vua hivi vitu. Amen. Haleluya. Alipovitoka akasema, "Ngoja niende navyoendaka na Bwana." Sema navyoendaka na Bwana. Ngoja niende na mtazamo wa kimungu. Biblia inasema kalipojitenga tu, jamaa akasema, "Wewe mtoto mchanga umeacha juzi kunyonya na nijia mimi. Mimi kwani ni mbwa? Unanijia na kafimbo. Mimi ni mbwa. Waulize vita nilivyovipiga mimi ni vikubwa." Akasema, "Sikia. Wewe unakuja na mafumo na mapanga na mundu na mashoka na kadhalika, mimi siji na haya. Nakuja na jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Leo kichwa chako nitakinyanyua juu, mwili wako utakuwa chakula cha ndege." Amen. Hakana panga, hakana shoka, kana kombeo tunajiwe hivi. Hakakuchelewa, kakalizungusha. Kamata. Huyu jamaa alikuwa ni sniper wa kiroho. Amen. Alipozungusha kaachia, lile jiwe lilienda kwa kuongozwa na Mungu moja kwa moja. Halikupiga mguuni, halikupiga tumboni, halikupiga kifuani, likapiga kwenye utosi wa kichwa. Chini. Akasema, "Hapa naongozwa na Mungu." Amen. Nikaze Mungu. Akaenda kwa spidi, akachukua silaha yake hiyo, akakata kichwa, akanyanyua kichwa juu. Haleluya. Akasema, "Huyo ndiye Bwana wa majeshi, anafanyaga hivi." Haleluya. Kwa hiyo sikuwa Daudi, alikuwa Mungu ndani ya Daudi. Haleluya. Wakati amenyanyua kile kichwa, Wafilisti wote walikimbia. Amen. Sura ya Daudi imebadilika. Hakuwa Daudi wa kawaida, alikuwa Mungu ndani ya Daudi. Mitazamo na kuharibia kutokufika mahali ambapo Bwana anataka tutambulishe. Mpige Yesu makofi. Ukiweza ongeza na mwingine. Haleluya.